our governor has been jailed for 6 months. Ama atoe milioni 2. Ya muhimu, hiyo court ilirule hivyo kwa nini? Ilisema, ni vizuri kusema, ilisema our governor alikuwa amepewa court order kwa sababu alipatikana akimwaga sewage katika Lake Nakuru. Mnajua kumwaga sewage katika lake ni kusema nini? Hata ukigugu dunia mzima hakuna pahali utapata ati kuna serikali ya county inamwaga takataka ama sewage katika lake. Hiyo ni kusema ikiendelea hivyo ni kama governor anataka kutua sisi wote. Kwa hiyo lake watu wanatoa samaki wanakula. Kwa hiyo lake kuna watu wanaenda kuswim. Watoto tunajua kwa hiyo lake wanyama wetu wale wana attract tourism katika hii county yetu, wanaenda kukunywa maji huko. Ukiangalia flamingo zetu na dio branding ya hii Nakuru county yetu inajulikana na flamingos. Hata ukiangalia the logo ya Her Excellency the Governor ni hizo flamingos ameweka. Unakuta zimehama katika hii Nakuru. Ukienda hapa Naivasha, unakuta Naivasha all the sewage inamwaga katika Lake Naivasha. Lake Naivasha is a fresh water lake. Bado huko ndio tunatoa masamaki yetu. Bado huko unakuta kuna watu wanaenda swimming. Tourism hotels zimesurround hiyo lake na sewage inamwagwa huko. Yani kwani tumefika wapi? Ati sasa mpaka sewage zinamwagwa kwa lake. Surely kwani Her Governor ametuona sisi tukiwa kina nani? Ametukosea heshima kwa njia gani? Sasa anataka kufungwa kwa sababu alipewa hiyo court order na akadefy the court order. Tunajua Her Excellency this is the first time amedefy court order. Tuko na zingine za War Memorial Hospital. Any governor anadefy court orders. Na kwanza kwa hii hata hii ni criminal. Ati hata amekatazwa kupeleka sewage kwa lake. Na bado anaendelea kupeleka hiyo sewage kwa lake. That is criminal. Nakuru imekuwa crime scene. In fact, ukisikiza ile maneno inaendelea ni crime scene. Kwa hivyo our MCAs mko wapi? You are supposed to impeach Her Excellency Susan Kihika wa governor. Mkishindwa hiyo, mimi nitapeleka vote of no confidence. But for me, Nambeg, I resign honorably. She's supposed to resign honorably. Na kuanguka sio kuteleza. Ameshindwa uongozi wa Nakuru County. That one I can tell her for free. Uweze haribu lake zetu, our natural resources. Hii ina attract the tourism. Ati ndio sasa umekuja kuharibu. Unamwaga sewage. Hapa Naivasha nimekuwa leo. Oh, the sewage inapelekwa kwa hiyo lake. Machines zimekwama. Haikuna hiyo mashine ya kupiga imekwama. Na wamenyamaza. Wanataka tu watu wote waende tukikufa one by one. Kwa sababu kuingiza sewage kwa lake tunatoa samaki. Hiyo inamaanisha it's death sentence. Correct. It's a death sentence. Correct. So, Her Excellency ulichaguliwa na watu wa Nakuru kwa mapenzi mingi sana. Wakakuchagua tu hivyo bure na mapenzi mingi sana. Lakini huwezi kuwa wewe ndio utawaua kwa stress. Watu wamepoteza familia zao, mili ya familia zao. Wengine sasa ndio Lake Nakuru, ndio hiyo wengine wanategemea hiyo Lake Nakuru, Lake Naivasha, ndio hizo unamaliza. Zile samaki inatoka hapo, tunazinunua hapo kwa soko, tunazijua hata kwa barabara. Hata si watu wa Nakuru tu wananunua, ni Kenya mzima. Kwa hivyo Excellency, I can tell you for free, I know I'm a manager, I've led an organization, I've an experience for the last now almost 27 years in leadership. I can tell you for free, if I was giving you marks on leadership, I'll give you 0 on this one, on Correct. everything that you've done to this Nakuru. I think if you took a job that you really
didn't know what the job was for, what it entailed. But now, after realizing you cannot be able to do it, that's why now you are absent and we cannot see you. The best thing we can do to our people is to ensure you resign or impeached or present a vote of more confidence. Na as a senator of Nakuru County, nataka kuadvise ofisi ya county office ya governor, nikilete issues zina concern watu wetu. Kama vile nilisema, watu wa mama wa Malo walikuwa wana demonstrate kwa sababu hawana barabara za kupeleka wagonjwa wao kwa hospitali. Wakienda hospitali haina hata madawa, haina hata anything, mpaka wamama wanazalia kwa barabara. Well, the county secretary mwenyewe aliandika barua akaambia watu wa Nakuru kwa msitafute governor, kama na amepanda ndege ako Texas anajienjoy kule maternity leave, akiwa maternity leave. Musidivert attention. Nikisema kitu musikize, alafu unahakikisha mnaenda kufanya hiyo maneno nimesema, mnahakikisha mnaiangalia, mnaichunguza. Lakini sikudivert attention. Nisikie hiyo ofisi ikisema sijui ati niko na bili ya 40 million ati ya maji. Mimi ukiniangalia hivi as a person, naweza kwanza natumia zio mzima kuoga ili niwe na bili ya 40 million. Separate issues. Kama ni Keroche company iko na hiyo 40 million bill, iende kwake wamuulize. Na sana kitu ingine, kama ni customer wao ananunua maji worth hiyo pesa, wanatakiwa kuwa customer wao mzuri na wanapigia makofi na wanakaribisha na kuwa reward. Lakini sikuenda kuwatangaza kwa mikutano ya baraza. Lakini separate the issues. Me, I'm a senator of Nakuru County and I only use tap water kama mtu mwingine, ila anatumia ya kukunywa, ya kupika na ya kuoga. Lakini kama ni ya manufacturing, kama ni Keroche, you should even appreciate them. It is one of your biggest customers mko nao katika hii Nakuru County. In fact, you should support them so that waanzishe hiyo kampuni yao irudi tena back to where it was, so that sasa hata nyinyi mbenefit as a county government. Lakini msiseme hivyo ati kwa sababu mimi nimechaguliwa nikuwa senator na ninafanya kazi yangu my role of oversight, ati sasa mnataka sa kuconnect muharibu jina ya Keroche company ile imeajiri watu maelfu. Fanyeni kazi na Keroche is your customer. Mimi ni oversight na mimi nitafanya kazi ile nimemaditiwa na watu ya kumchunga, ili pesa nikileta nihakikishe hiyo pesa imefanyia wananchi wa Nakuru County ile kitu inatakikana. So don't divert issues. Ensure you listen and unatii na mnahakikisha mnarekebisha. Mkiambiwa kitu, kazi yenu kurekebisha. Mkiambiwa mnaweka ziwa katika sewage, katika lake, rekebisheni. Si mtoke kesho mwanze kusema sijui senator alikuwa hapo mkiweka sewage. Hata hamna aibu. Mnaweka sewage kwa lake. Ni wapi mmesikia hiyo maneno kwa dunia? Watu wanaweka sewage kwa lake. Surely sio tutademonstrate. Vile Gen Z walikuwa wanasema occupy the office. He is one of them. So we should occupy this office. We cannot allow kuuawa tukiwa hai. Lazima tupigane, tuhakikishe hatutauawa na maji na kupewa maji takataka kutupwa kwa ziwa. Zile ziwa tunatoa chakula yetu. Na hii Lake Nakuru ina attract a lot of tourism, na ile Naivasha. Na Lake Naivasha, kumbuka mahoteli yote ile kubwa imejengwa around that lake Naivasha. Kuna farmers wanatumia hiyo lake pia kulima. So yangu ni hiyo. Let them not divert attention.